Wewe ndio utakayeniamrisha mimi, sababu wewe ni ndugu yao. Au utaniamrisha kama je, niwarudishe waishi kama maisha ya awali au niendelee na maamuzi yangu? Waache tu mzee, waache waendelee kuwa huko. Ana uwezo mkubwa sana, pengine na mzee hata Kipesile kwa nilivyomuona tu kwa kile alichokifanya leo. Warudishe duniani ambao ni sweta leo kwa nimevaa Kipesile mara ya mwisho. Sasa kiongozi, tunazidi kulisongesha katika tamthilia yetu hii ikiwa ni sehemu ya 20. Hii ni Kipesile. Sasa tunamwona baba yake mdogo na Kipesile akiwa ameitwa hapo na yule mzee, lakini pia anaitikia wito. Sasa nipende kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza unaanza kutufuatilia Movie 255, basi hujachelewa kabisa. Lakini pia kinachohitajika ni wewe uguse hilo andishi liloandikwa subscribe hapo chini, lakini pia bonyeza alama kengele itakayotokea ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Sasa bwana, huyu baba yake mdogo na Kipesile anapewa jukumu la kuweza kuchukua ile nguo na kwenda kuichoma, ili mradi tu kuweza kuteketeza nguvu za kina Kipesile, lakini na wakina Kipesile basi uweze kuwa mwisho wao. Sasa atafanikiwa kweli? Lakini katikati ya mazungumzo huyu baba yake mdogo na Kipesile anamkatalia huyu mzee na kumwambia kwamba mimi hilo kwangu naona kama litakuwa ni jambo gumu sana. Kwa nini hiyo nguo baki na wewe mwenyewe na hayo yote ukafanya wewe? Alafu kama yani akamwambia kwamba fanya ambacho unaona wewe ni sahihi. Yani fanye kile kitu ambacho unaona wewe ni sahihi. Mimi naweza nikakosea masharti, na kama uliponiambia kwamba nisiweze kukosea sharti hata moja, sasa itakuwaje kama nikosea masharti na wakarudi? Wewe kwa hiyo fanya wewe ambapo unaona kwamba inafaa. Basi huyu mzee bwana akasema hiyo ni nzuri sana. Kama umeniruhusu mimi niweze kufanya chochote ambacho nakiona kwamba kiko sahihi, basi haina shida, wewe niachie kila kitu. Mimi nitakiweka sawa kabisa na mambo yatakaa mulwa. Nipende kuambia kwamba kama na mara yako ya kwanza unaanza kutufuatilia Movie 255, basi hujachelewa, hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia gusa alama kengele itakayotokea hapo, ili mradi tu uzidi kutupa nguvu ya kuachia vitu vizuri. Huyu mzee bwana tunamuona kwamba ni msaada tosha katika jamii yake. Yani sio kwamba anasaidia tu familia yake na Kipesile, lakini anasaidia jamii yake kwa ujumla. Na tunaona hapo anaokoa watu wengi. Watu wengi wameweza kufunguka akili zao. Tuwakumbuka hata yule babu mwenye nyumba kula, akili imeweza kurudi. Yule alikuwa bubu sasa hivi anaongea. Hii yote ni kwa ajili ya Kipesile. Kwa hiyo huyu baba yake mdogo ya Kipesile anakataa na kusema kwamba waache tu wakae huko, maana kama wakija huko inakuwa tu ni balaa. Yani amani itapotea hii ambayo tuko nayo sasa hivi hapa. Kwa hiyo mwamba akaambia kwamba wabaki tu huko, lakini wewe kwa muda wote ambao utaona kwamba hiyo nguo unafaa kuiangamiza, basi wewe iangamize tu, maana mimi naweza kukosewa sharti na mambo yakawa mengi. Kwa hiyo ni bora tu kuepuka hayo, ni bora wewe umalize kila kitu. Sasa baada ya baba yake mdogo na Kipesile kuweza kukubali, basi yule mzee akasema kwamba haina shida, lakini tukumbuke kwamba kuna huyu dogo ambaye amekuja kutokea kusini. Wanasema kwamba wakina Kipesile kipindi wanapotea walituma signal, na huyu baba yake mdogo kama angechukua hiyo nguo, basi ingekuwa rahisi sana kumpa yule dogo mwanya wa kuweza kuipata. Tunamwona Uncle Mighty bwana huko. Uncle Mighty huyu hapa. Sasa Uncle Mighty bwana anachokipitia kwa sasa naweza kusema ni wakati mgumu, maana yeye hapo alipo sio mtu hai, yani sio mtu halali kabisa, ni maiti huyu, na anachosema kwa sasa amechoka kukaa duniani. Lakini hapa yupo na yule mama, yule bibi ambaye alidanganywa kwamba akiingia kwenye uchawi basi kila mwisho wa mwezi atakuwa anapata mshahara wa shilingi 700,000. Lakini katika uchawi bwana hakuna malipo ni kula tu, kutoa wenzako kafara na kula nyama za watu. Kwa hiyo hayo ndo malipo, lakini malipo ambayo aliambiwa yeye no, yani hakuna malipo rahisi kama hivyo anavyofikiria. Lakini Uncle Mighty anamwambia kwamba hapo
basi jaribu kunong'ona na usimuite mtoto yule, maana unapomuita mtoto inakuwa ni mambo ya ajabu. Sasa hapa huyu mama anashangaa. Yule mtoto ambaye anaambiwa kwamba amepigiwa simu hapo, lakini hiyo simu anaambiwa kwamba Pengo, asante kwa kuniletea Pengo, na jana ulifika salama. Basi mama moja kwa moja anapigwa butwa, yani anapigwa butwa ambalo alikuwa haelewi ni jinsi gani hii imetokeaje, mbona mimi sijaenda huko, ni nani aliyechukua sura yangu kaza kumpeleka Pengo kwa mama yake. Basi mwanzoni alikuwa na uoga sana wa kupiga simu kwa mama yake Pengo, akijua kwamba Pengo amepotea, lakini anapopiga simu mambo yanakuwa ni tofauti, na anaambiwa kwamba Pengo yuko nyumbani. Yani Pengo asiwe na hofu yote, Pengo yuko nyumbani, lakini pia alikuwa tu anamjulia hali, jana aliweza kufika salama. Basi chondo kitu kilichomshtua zaidi mama, na akazidi kushangaa, why inatokeaje hii inakuwaje, mbona imekuwa ghafla sana. Basi Uncle Maiti anaweza kumwasa sana huyu mama, simuite yule dogo mtoto, maana hapendi kuitwa mtoto, na akamwambia kwamba kwa alichokifanya kwa Doli basi ni kitu kikubwa sana, kama laiti ungekuepo. I say huyu mwamba yana uwezo mkubwa sana, na anasema ni ametokea kusini, hiyo yote amekuja kutusaidia kuweza kumpata mkuu wetu, yani Kipesile pamoja na mama yake, maana kabla hajaondoka basi waliweza kutuma signal angani na wachawi wote wa kusini basi waliweza kuona. Kwa moja kwa moja Uncle Maiti akawa anamuelezea yaliyotokea hapo, na huyu mama bwana yeye alikuwa na panic, anasema kwamba haiwezekani mimi nyumba yangu wanajajaa watu tu kila siku, nimewapa nyie hifadhi lakini wanajaa watu wengine. Basi Uncle Maiti aliendelea kumtuliza na kumwambia kwamba wewe ongea taratibu, maana huyu anasikia kila kitu yani. Sasa dogo mwenyewe ndo huyu hapa, akawa amemuita Uncle Maiti, anamwambia kwamba sasa hapa itabidi niweze kuwasaidia, lakini kwa ninavyoona wewe si ndo mkuu, unajiita mkuu hapa, basi mimi msaada wangu ni kuelekeza tu direction, na nyinyi muende tu mkakamilishe kile ambacho inatakiwa kukamilishwa. Basi udogo akamwambia kwamba ile nguo alovaa Kipesile basi ndio ina nguvu zote, yani imecombine nguvu zote. Kwa hiyo wewe kama utakuwa na uwezo kwenda kuichukua ile nguo na kuipata, basi ndio itakuwa funguo ya kuweza kuwarudisha wakina Kipesile pamoja na mama yake. Kwa mwamba akawa anamsisitiza sana kwamba ile nguo bwana ipo kwa mbaya wenu, yani mbaya wenu ndiye anayemiliki ile nguo na ni yule mzee. Basi Uncle Maiti aliweza kushangaa kinoma, lakini upande wa pili huku maswali ni mengi. Huyu mwamba atafaulu au ataepuka balaa zito ambalo limeletwa na dogo huyu kutoka kusini? Yani baba yake mdogo na Kipesile anaweza akatumika kama chambo kuweza kumrahisisha yule mzee kuweza kuwatoa kirahisi sana wakina Kipesile, maana huyu akikamatwa basi ule mzee nahisi atakuwa hana uwezo wote au nguvu yote ya kuweza kuamuru wale. Sasa hayo yote tunayofikiria ni kweli? Mimi kwa upande wangu nafikiria hivyo. Wewe je? Hebu tumwagie makomenti yako hapo kwenye comment sections, lakini pia mwaga makopa hapo kwenye like ukituambia unaangalia kutokea wapi, nasi tutakujibu kwa wakati sahihi. Sasa bwana udogo akawa ameshampa kazi Uncle Maiti, lakini akamwambia kwamba haya yote hiyo nguo inapatikana kutoka kwa yule mzee, na yule mzee bwana tukumbuke ni ana nguvu hatari, yani ni ana nguvu za kutosha kumuingia kila rahisi, inakuwa sio rahisi kama wanavyoweza kufikiria. Hata udogo nadhani anamuelewa yule mzee, ndio maana akamwambia kwamba Uncle Maiti yule mwamba ni hatari, yani ni hatari, sio kitoto. Kwa hiyo nguo ndio ipo huko, lakini Uncle Maiti tunamuona anajawa na ujasiri na kusema kwamba nitapambana vyovyote vile, liwe jua liwe mvua, lakini nitahakikisha
kwamba ukuu wetu unaweza kurudi. Ni udogo anamwambia sio rahisi kama unavyofikiria, maana hata huyo mzee ambaye tunamwongelea hapa ni mzee mwenye nguvu, ni mzee mwenye hatari sana. Mimi nipende kukumbusha kwamba kama mara yako ya kwanza unaanza kufuatilia Movie 255, basi hakikisha unagusa andishi jekundu lililoandikwa subscribe hapo chini, lakini pia turn on notification bell itakayotokea ili uzidi kuwa mwanafamilia wa Movie 255 na ujiunge na familia hii kubwa. Sasa huyu dogo bwana, baada ya kumkabidhi kijiti Anko Maiti, maana Anko Maiti naye anasema kwamba ameshachoka na yani ameshachoka kuishi duniani na watakaweza kumrudisha basi ni wale wakina Kipesile pamoja na mama yake, maana wao ndio waloweza kumweka katika hali hii ya sasa. Nipenda kuambia tukutane next time, bye.